الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها الأحبة فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. أحبة أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu kipenzi wa umma Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa naihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusieni nyinyi katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Anayehitaji kufanikiwa katika maisha yake ya duniani, lakini vile vile afanikiwe katika maisha yake ya akhera, ajipambe na sifa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumcha Allah ni Muislamu kujiweka katika maamrisho, lakini pia kujiweka mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiba khutba yetu ya leo ina kichwa cha habari kinachosema muhasabatu nafsi sabilu najati. Kuihesabu nafsi, kuifanyia tathmini nafsi, hiyo ni njia ya kuokoka na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anayehitaji kuokoka na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ajipambe na sifa ya kujifanyia tathmini katika matendo yake anayoyafanya. Ajifanyie tathmini, awe na tathmini ya kila siku, awe na tathmini ya kila wiki, awe na tathmini ya kila mwezi, lakini vile vile ajifanyie tathmini ya mwaka mzima. Ndani ya mwaka mzima ni mambo gani ya kheri niliyoyafanya? Ndani ya mwezi mzima kuna mapungufu gani ambayo ninayo? Ndani ya mwezi mzima kuna makosa gani ambayo nimeyafanya? Kama ambavyo wanavyofanya wafanyabiashara. Wafanyabiashara anapofanya biashara mchana, atakaa jioni kwa ajili ya kufanya mahesabu. Ataangalia amepata kiasi gani, amepata hasara au amepata faida. Mahesabu haya anayafanya kila siku, lakini vile vile mahesabu haya anaweza kayafanya kwa wiki, lakini pia mahesabu haya anaweza kayafanya kwa muda wa mwezi mzima, lakini pia anaweza kafanya mahesabu ya mwaka mzima. Ndani ya biashara hii ambayo ninaifanya, napata hasara au napata faida?
Kama kuna hasara ambazo wanazipata, atajikagua, atajiangalia kwamba ni wapi ninapokosea ili niweze kupata faida. Na ndivyo unavyotakiwa kufanya pia katika umri wako, katika maisha yako ya kila siku. Jifanyie tathmini katika yale ambayo unayafanya, katika matendo ambayo unayafanya. Na unapofanya tathmini, miongoni mwa faida zake ni kwamba utagundua ni wapi ambako una mapungufu, ni wapi unapokosea, ni wapi umefanya vizuri. Lakini kama haufanyi tathmini, hautojua ni wapi umefanya vizuri, hautojua ni wapi umefanya vibaya, hautojua mapungufu ili uweze kuyarekebisha mapungufu hayo. Sawa na mfanyabiashara ambaye anafanya biashara lakini hafanyi mahesabu yake. Huyu mfanyabiashara ni mfanyabiashara aliyefeli. Lakini anapofanya mahesabu yake akakuta kuna hasara, inamuumiza. Na ndivyo anavyotakiwa kuumia muumini, Muislamu, pale anapojifanyia tathmini akakuta kuna mapungufu au akakuta kuna makosa aliyoyafanya. Ajisikie vibaya, ajihisi vibaya, arekebishe. Lakini vile vile ndivyo anavyofanya mfugaji anapohesabu mifugo yake, akakuta kuna mifugo ambayo imepungua. Atajiuliza sana, kilichopunguza mifugo hii ni kitu gani? Atachunguza ili aweze kufanya marekebisho. Na ndivyo anavyofanya vile vile mkulima. Atafanya mahesabu yake anapovuna, anaangalia ni kiasi gani nilichokipata, anaangalia na kile kiasi ambacho amelima alikuwa na heka ngapi, anafanya mahesabu. Lakini kama atakuwa analima tu, hafanyi mahesabu, huyu ni mkulima aliyefeli. Ndugu zangu katika imani, haitakiwi Muislamu awe ni miongoni mwa wale watakaokuwa wamefeli. Muislamu unatakiwa uwe ni miongoni mwa wale watakaofaulu na kuepushwa na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ahamma ma nuwaddi'u fihi hadha al'am, hakika jambo la muhimu miongoni mwa mambo ambayo tunatakiwa kuyafanya kwa ajili ya kuuanza mwaka huu, mwaka wa 1446. Tuko mwezi wa 12, yamebaki masiku machache tuweze kuingia katika mwaka mpya. Kwa miongoni mwa mambo muhimu tunayotakiwa kuyafanya katika kuuanza mwaka huu, wanastakbilu akhar, na ili tuweze kuupokea mwaka mwingine, huwa muhasabatu nafsi, ni kujifanyia tathmini, ni mtu kuihesabu nafsi yake kwamba katika mwaka wa 1446 kuna mambo gani ambayo nimefanikiwa katika mambo ya kheri, kuna mambo gani ambayo sijayafanya katika mambo ya kheri, nikoje katika kuyaendea yale ambayo ameyaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Jifanyie tathmini, katika mwaka uliopita ulijitahidi kiasi gani, ili sasa uweze kuupokea mwaka mpya wa 1447, na uweke malengo kwamba katika mwaka huu nitajitahidi kuyafanya haya, katika mwaka huu unaokuja nitajitahidi katika toaa, nitarekebisha pale ambako nilikuwa na mapungufu katika mwaka uliopita. Bila kuweka maazimio, bila kuazimia, hautaweza kufanikiwa katika mwaka huu unaokuja. Man azama ala shay'in a'anahu Allah, mtu anapoweka azma ya kufanya jambo fulani, Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia wepesi wa kuweza kuyakamilisha yale ambayo amekusudia kuyafanya. Wa hayya lahu al-asbab allati tu'inuhu ala ikmali al-amal, na Allah subhanahu wa ta'ala atakuandalia sababu ambazo zitakusaidia wewe kuyakamilisha yale ambayo umeyaazimia kuyafanya katika mwaka ujao. Kwa hiyo hapo kuna mambo mawili,
kuna jambo la kuachana na mwaka huu, lakini vile vile kuna jambo la kuupokea mwaka unaokuja. Katika mwaka uliopita, Muislamu ujifanyie, mwaka huu ambao unaisha, Muislamu jifanyie tathmini, ifanyie muhasaba nafsi yako. Baada ya kujifanyia muhasaba, utagundua ni wapi umekosea, ni wapi ulikuwa na mapungufu, na ni wapi umefanya vizuri. Kisha baada ya hapo, azimia sasa katika mwaka unaokuja, ambao zimebaki siku chache tuweze kuupokea mwaka mpya wa Kiislamu. Azimia katika mwaka unaokuja, nitafanya mambo yafuatayo. Ahiba, ashabul qulubi salima, watu ambao wana nyoyo salama, wal uqulul wa'iya, na nyoyo na akili ambazo ziko sawasawa, arafu anna Allah lahum bil mirsadi, wameangalia na wakajua ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawalinda, Allah subhanahu wa ta'ala anawafuatilia, Allah subhanahu wa ta'ala anajua yote wanayoyafanya. Fa'arafu annahu lan yunjiyahum illa luzumul muhasaba, wakajua hakuna jambo la kuwaokoa wao na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa ni kujifanyia muhasaba ala al-anfasi wal harakati, kujifanyia muhasaba katika pumzi ambazo wanapumua. Unaangalia, hivi sasa na miaka 40 napumua na ninavuta hewa bure, hakuna hata mwaka umeletewa bili kwamba kutokana na kupumua kwako katika mwaka fulani unatakiwa kulipa kiasi fulani. Unapumua bure, hakuna bili. Lakini unaposhindwa kupumua, ukapelekwa hospitali, ukawekewa oksijeni kwa muda wa mwezi mmoja, bili itakayokuja, familia itajikamata na kujichanga kwa ajili ya kulipa mapesa mengi ambayo umeyatumia katika kupumua. Lakini leo unapumua bure, una harakati zako, una mambo yako ya kufanya, unatoka unarudi, unafanya kazi zako. Hivi unafanya muhasaba, unajihesabu, unajifanyia tathmini kwa upande wa ibada ili uweze kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo hayo unayafanya? Ndugu zangu katika imani, hatutakiwi tukawa ni miongoni mwa wale ambao wanajisahau na jambo hilo. Kuna watu ambao wanajisahau na kujifanyia muhasaba, wanajisahau na maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wala takunu kalladhina nasullaha, msiwe kama wale ambao wamemsahau Allah subhanahu wa ta'ala, fa ansahum anfusahum, na Allah subhanahu wa ta'ala akawasahaulisha nafsi zao. Ulaika humul fasiqun, hao ambao wanamsahau Allah subhanahu wa ta'ala, hao ni waovu, hao ni mafasiki. Katika aya hii Allah anatueleza kwamba nasullaha, watu waovu, watu wasiojifanyia muhasaba, wamemsahau Allah subhanahu wa ta'ala, wanasu awamirahu, na wakasahau amri za Allah subhanahu wa ta'ala, wataqallabu fi ni'amihi, na wakageuka huku na kule wakitumia neema za Allah subhanahu wa ta'ala, ma'al ghaflati wal i'radi an shar'ihi, pamoja na mughafala, pamoja na kupuuza sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kujiweka mbali na maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wamemsahau Allah subhanahu wa ta'ala, wakasahau maelekezo yake, wakasahau ibada yake. Allah subhanahu wa ta'ala akawasahaulisha na wao vile vile wasiweze, falam yuslihuha, hawakuweza kuzitengeneza nafsi zao kwamba hapa nilikosea, natakiwa kurejea na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nilikuwa sifanye ibada fulani, na mimi natakiwa nifanye ibada hiyo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah anamsahaulisha mtu huyo, anaendelea na madhambi na makosa kila siku, anamkosea Allah subhanahu wa ta'ala, hakumbuki hata kutubia. Amesahaulishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na yeye kumsahau Allah, kutokana na yeye kusahau amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibba, muhasabatu an-nafsi amrullahi wa rasulihi sallallahu alayhi wasallam. Kujifanyia tathmini, kujihesabu wewe mwenyewe Muislamu, jambo hili ni ibada ambayo ameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia ameamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala anatuita kwa jina la iman, enyi ambao mmeamini, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, waltanzur nafsun ma qaddamat alghad, kila nafsi iangalie ilichokitanguliza kwa ajili ya kesho. Kila nafsi iangalie imetanguliza nini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, jambo ambalo au kitendo ambacho itakuwa ni sababu ya wewe kupata salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kasema wattaqullaha, na mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha khabirun bima ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala ana habari kwa yote mnayoyafanya. Hakuna jambo unalolifanya asilijue Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo aya hii inatuelekeza Muislamu ajiangalie, ajikague, ajifanyie tathmini, na huo ndio muhasaba. Ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibba, Mtume sallallahu alayhi wasallama katika hadithi ya Shaddad ibn Ausi radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Mwenye akili, al-kayyisu, mwenye akili ya sawa sawa, mwenye akili salama, man dana nafsahu, ni yule ambaye ana tabia ya kuihesabu nafsi yake, ana tabia ya kujifanyia tathmini katika nafsi yake, wa amila lima ba'da al-maut, na akafanya matendo yatakayomsaidia baada ya kufa. Wal ajizu, na mtu mwenye kushindwa ambaye hana akili ya sawa sawa, man atba'a nafsahu hawaha, ni yule ambaye anaifuatishia nafsi yake matamanio yake, watamanna ala Allahi al-amani, na akatarajia kwenda kupata mazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye anafanya maovu, anafanya makosa, lakini anataraji kwenda kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo ni mtu mjinga. Lakini mtu mwerevu, mtu mwenye akili, ni yule ambaye ana tabia ya kujifanyia muhasaba, ana tabia ya kujifanyia tathmini, na akafanya yatakayomsaidia baada ya kufa. Ahibba, katika hadithi ambayo imepokelewa na Ibn Majah radiyallahu anhu kutoka kwa Ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qala, Ibn Umar anasema, kuntu ma'a rasulillah sallallahu alayhi wasallama, nilikuwa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallama, fajaahu rajulun, Mtume akajiwa na bwana mmoja, min al-ansari, katika ansar, fasallama ala nabii sallallahu alayhi wasallam, akamsalimia Mtume sallallahu alayhi wasallama, thumma qala ya Rasulullah, kisha akasema, ewe Mtume wa Allah, ayyul mu'minina afdal, ni waumini gani ambao ni bora zaidi kuliko waumini wengine? Waumini wote ni bora, lakini ni waumini gani ambao ni bora zaidi kuwashinda waumini wengine? Qala, Mtume akasema, ahsanuhum khulqa, ni wale ambao wana tabia nzuri zaidi. Hao
ndio bora kuliko waumini wengine, wale ambao wana tabia njema, wana tabia nzuri zaidi. Qala, yule muulizaji akasema, fa ayyul mu'minina akyasu, na ni waumini gani ambao wana akili zaidi? Waumini wote wana akili, lakini ni waumini gani ambao wana akili kuwashinda wengine, wana akili zaidi? Qala, mtume akasema, aktharuhum lilmauti dhikra, ni wale ambao wanayakumbuka zaidi mauti. Kila saa anakumbuka mauti, kwamba iko siku mimi nitaondoka katika ulimwengu huu. Anakumbuka, kama sio leo ni kesho, kama sio kesho kesho kutwa, kama sio wiki hii wiki ijayo, kama sio mwezi huu mwezi ujao, kama si mwaka huu mwakani, na mimi nitakuwa nimeelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anakumbuka. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, na waumini ambao wana akili kushinda waumini wengine ni wale ambao wanajiandaa kuyafanya yale ambayo yatawasaidia baada ya kuondoka katika ulimwengu huu. Baada ya kufa wanayatengeneza mambo ambayo, wanayafanya mambo ambayo yatawasaidia. Mtume akasema, ulaika al-akyasu, hao ndio wenye akili. Rawahu Imam Ahmad. Ndugu katika imani, wenye akili timamu ni wale ambao wanajifanyia tathmini. Wenye akili timamu ni wale ambao kila siku wanakumbuka mauti, kwamba kama sio leo ni kesho. Nimezika watu wengi, lakini iko siku na mimi pia nitaondoka na nitaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu katika imani, tenga muda kila siku jifanyie tathmini. Tenga muda kila wiki jifanyie tathmini. Tenga muda kila mwezi jifanyie tathmini. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Ahibba, khutba yetu ya leo inazungumzia kujifanyia tathmini, kujifanyia muhasaba. Hiyo ni njia ya kuokoka na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna atakayejifanyia muhasaba alafu akaingia motoni. Kujifanyia muhasaba, kujifanyia tathmini, hiyo ni njia ya watakaokolewa na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya wasiyatu salafi, na kujifanyia tathmini ni wasia wa watangulizi wema, ni wasia wa masahaba. Qala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anasema, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, zihesabuni na zifanyeni tathmini nafsi zenu kabla ya kwenda kuhesabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Anza wewe mwenyewe kujifanyia hesabu, anza wewe mwenyewe kujifanyia tathmini. Warawa an-Nasa'i fi sunan al-kubra anna al-Hasan al-Basri, na amepokea Nasa'i katika sunan al-kubra kwamba hakika al-Hasan al-Basri amesema, innal mu'mina qawwamun ala nafsihi, hakika muumini ni msimamizi wa nafsi yake. Yuhasibu nafsahu lillah, anaifanyia muhasaba nafsi yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, anajifanyia tathmini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna ma khaffa alhisabu yawm alqiyama, na hakika hesabu itakuwa ni nyepesi siku ya kiyama, ala qaumin hasibu anfusahum, kwa watu ambao walikuwa na tabia ya kujifanyia muhasaba, kwa watu ambao walikuwa na tabia ya kujifanyia tathmini, hesabu kwa wao itakuwa ni nyepesi mno. Wa inna ma shaqqa alhisabu yawm alqiyama ala qaumin akhadhu hadha al-amra min ghairi muhasaba, na hesabu itakuwa ni nzito kwa watu ambao watalichukua jambo hili au watafanya mambo bila ya kujifanyia muhasaba, bila ya kujifanyia tathmini. Huyu hesabu yake itakuwa ni nzito kupita maelezo.
anayetaka hesabu yake kwenda kuwa ni nyepesi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, aanze kujifanyia muhasaba hapa duniani. Ndugu zangu katika imani, katika maneno mengine akasema, innal abda la yazalu bi khairin ma kana lahu wa'idhun min nafsihi. Hasan al-Basri anasema hakika mja hatoacha kuwa katika khairi muda wa kuwa anatengaga muda kwa ajili ya kujipa mawaidha. Usisubiri kupewa mawaidha na mashekhe tu, usisubiri kupewa mawaidha na walimu. Unatakiwa fikie mahala unatenga muda kwa ajili ya kujipa mawaidha wewe mwenyewe, kwa sababu wewe unafahamu una mapungufu gani, unafahamu una juhudi gani, unafahamu ni mambo gani ambayo hauyafanyi ya kheri. Tenga muda kwa ajili ya kuipa nafsi mawaidha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kanat almuhasabatu min himmatihi, na ikawa jambo la muhasaba la kujifanyia tathmini ni jambo lake la muhimu. Ndugu zangu katika imani, qala Maimuna ibn Mahran anasema, la yakunu ar-rajulu min al-muttaqina, hatakuwa mtu katika wacha Mungu hatta yuhasiba nafsahu, mpaka ajifanyie tathmini yeye mwenyewe, mpaka ajifanyie muhasaba yeye mwenyewe, ashadda min muhasabati sharikihi, ajifanyie muhasaba zaidi kuliko anavyomfanyia rafiki yake. Mtu anaweza akakaa anamfanyia muhasaba mtu fulani anajitahidi katika ibada, fulani anajitahidi katika hili, fulani anajitahidi katika hili, na fulani vile vile ni muovu, ni mbaya katika hili. Mtu anakaa anamhesabia mwenzake mabaya yake na maovu yake, lakini anashindwa kukaa akayahesabu maovu na mabaya ya nafsi yake. Kwa mtu anatakiwa ajifanyie muhasaba hatta ya'lama min aina mat'amuhu, mpaka ajue chakula chake anakipatia wapi, wa min aina malbasuhu, na ajue mavazi yake anapatia wapi, wa min aina mashrabuhu, na kinywaji chake anapatia wapi, am min hillin dhalika au min haramin. Chakula chake kinapatikana kwa njia ya haramu, kinywaji chake kinapatikana kwa njia ya haramu, au kinapatikana kwa njia ya halali. Ajifanyie muhasaba kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibatu fillah, ndugu zangu katika imani, kila mmoja katika sisi anatakiwa aifanyie muhasaba nafsi yake ndani ya mwaka huu ambao tunaumaliza. Tuko ndani ya mwezi wa 12, ndani ya mwaka mzima ajifanyie mahesabu. Ndani ya mwaka huu ambao unaisha, Qur'ani ya Allah amehifadhi kiasi gani? Qur'ani ya Allah amejifunza kiasi gani? Dini ya Allah umeisoma kiasi gani? Jifanyie muhasaba. Inakuwaje unafahamu mambo ya kidunia lakini dini yako hakuna unachokifahamu? Yaani kuna mtu hakuna kitu asichokifahamu katika dunia hii, hakuna lugha asiyeijua katika dunia hii. Ukimpeleka kwenye Kifaransa anajua, lakini dini ya Allah hajui. Ukimpeleka kwenye Kichina anajua, Kiingereza anajua, lugha nyingi anazijua, lakini hakuna anachokifahamu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na yeye ameridhika na hali hiyo. Kila mmoja ajifanyie muhasaba, kila mmoja ajifanyie tathmini. Umejifunza kiasi gani dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na unaazimiaje katika mwaka unaokuja katika kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Jifanyie muhasaba kunako na swala 5. Jifanyie muhasaba katika ibadati za faradhi, lakini pia katika ibada za sunna. Jifanyie muhasaba, jifanyie tathmini. Hivi kwenye upande wa sunna nikoje? Ikiwa ni swala za sunna, ikiwa ni saumu za sunna, ikiwa ni kutoa sadaka, jifanyie muhasaba. Ukoje wewe? Au umefanyaje katika mwaka huu ambao tunaumaliza? Na katika mwaka unaokuja unajipangaje? Jifanyie muhasaba. Watu waisome na kuijua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umehudhuria durusi ngapi? Umehudhuria mihadhara mingapi? Jiulize. Kama pungufu utayafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almu'minun, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.